أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فضيل ابن يسار من أصحاب الإمام الباكر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. Kwa dakika chache hizi nitamzungumzia swahaba huyu mtukufu anayejulikana kama Fudhail ibn Yasar. Hadithi ya muhimu sana nitaisema. Tunafahamu kwamba Fudhail ibn Yasar alikuwa ni katika maswahaba wa al-Imamu al-Bakir, na pia alikuwa ni sahaba wa al-Imamu Sadiq alayhi salam. Kwa hiyo alipata bahati ya kuishi na maimamu hawa wawili. Kwa hiyo yeye mwenyewe alikuwa akiishi katika mji wa Basra na pia aliweza kuishi katika mji wa Al-Kufa. Ndio maana katika historia utakuta wanamuita kwamba huyu ni Mkufa na ni Mbasra. Kama tulivyozoea huku kwetu, kuna watu tunasema huyu ni Muarusha, kwamba asili yake ni Arusha ama aliishi Arusha. Kwa hiyo Fudhail ibn Yasar akawa anaishi Iraq katika miji hiyo tuliyoitaja, lakini alikuwa anapata nafasi ya kuhudhuria masomo yake katika chuo kikuu cha al-Imamu Sadiq alayhi salam. Na tukumbuke kwamba al-Imamu Sadiq alikuwa akiishi katika mji wa Madina na akifundisha katika msikiti wa babu yake ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa Fudhail anasafiri kutoka Iraq anakuja mpaka Madina. Wakati fulani anatumia wiki 2 mpaka mwezi mzima, lakini lengo lake anataka kuhudhuria masomo haya ya al-Imamu Sadiq alayhi salam. Sasa siku moja Fudhail amefika katika mji wa Madina kama ilivyo kawaida yake. Alikuwa sahaba mnyenyekevu, sahaba mtulivu, sahaba mkweli. Imam Sadiq alayhi salam alikuwa anampenda sana. Siku hii Fudhail amefika kwa al-Imamu Sadiq alayhi salam. Tunapokea katika hadithi Imam Sadiq akamuuliza, akamwambia, ya Fudhail, atajilisuna wa tuhadithuna? Ewe Fudhail, huko mnakotoka Iraq, hivi mnapata nafasi ya kufanya vikao na mkazungumza kuhusu sisi? Atajilisuna wa tuhadithuna? Mnakaa katika vikao mbalimbali na mnatuzungumzia sisi? Na mimi pia nawaelezeni kwamba sio Fudhail tu, je, sisi pia kwa muktadha wa hadithi hii tunapata nafasi ya kufanya vikao mbalimbali na kuzungumza kuhusu ahlubaiti Rasulillah, kuhusu familia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu ndio swali alimuuliza al-Imamu Jaafar Sadiq, sahaba wake anaitwa Fudhail. Faqala Fudhail, naam ju'iltu fidak. Fudhail anamjibu al-Imamu Sadiq alayhi salam, anamwambia, mimi niwe fidia kwako ewe mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakika sisi tunapata nafasi ya kufanya vikao na kuzungumza kuhusu ahlubaiti Rasulillah. Fudhail anamwambia al-Imamu Sadiq. Imam Sadiq akafurahi kusikia majibu haya kutoka kwa Fudhail, akamwambia kwamba inna tilkal majalisa uhibbuha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Imam anamwambia Fudhail, basi vikao hivyo, hakika vikao hivyo mnavyokaa mnatuzungumza sisi, uhibbuha, hivyo vikao mimi ninavipenda. Kama vikao hivyo ninavipenda, Imam Sadiq alayhi salam anamwambia, fa ahyu amrana, basi huisheni mambo yetu, fufueni mambo yetu. Sisi ahlubaiti Rasulillah tumedhulumiwa sana, haki zetu zimefichwa, watu hawaruhusiwi kuzungumza
chochote kuhusu sisi. Kwa hiyo kama mnapata nafasi ya kukaa mkazungumza, fa ahyu amrana, basi fufueni mambo yetu ambayo yamefichwa. Kisha al-Imamu Sadiq alayhi salam akamwambia Fudail, rahimallahu man ahya amrana. Kwanza amemwambia fa ahyu amrana, kisha akamwambia rahimallahu man ahya amrana. Mtu yoyote ambaye akakaa katika vikao hivyo na akapata nafasi ya kuhuisha mambo yetu, akapata nafasi ya kutuzungumza sisi, akapata nafasi ya kueleza madhulumiyat, mabaya ambayo tumefanyiwa sisi, na watu wakafahamu kwamba kumbe ahlu baiti Rasulillah ni madhulumin, wamedhulumiwa, basi Mwenyezi Mungu amrehemu mtu ambaye atahuisha mambo yetu sisi. Kwa hiyo ndugu zangu, nimeleta hii hadithi, ni fupi tu, lakini lengo hasa ninataka kuwaambieni kwamba popote ulipo, sehemu yoyote, utakapopata nafasi ya kuzungumza, iwe ni shekhe, iwe mwanafunzi, iwe ni nani, hakikisha unazungumza chochote kuhusu kizazi cha Mtume. Hakikisha unawazungumza ahlu baiti Rasulillah, kwa sababu wamedhulumiwa haki zao. Na tuelewe kwamba maadui wa ahlu baiti Rasulillah wapo mpaka leo, na ndio maana yoyote anayezungumza anachukiwa. Kwa hiyo ni hadithi nzuri kutoka kwa al-Imamu Sadiq akimwambia mwanafunzi wake huyu anaitwa Fudail ibn Yasar. Wa ila huna naishia. Kesho tunaendelea na hadithi nyingine tena ya Fudail ibn Yasar.